sio maisha yetu. Yapate kibali mbele zako, Bwana mwamba wangu na mwokozi wangu. Maneno ya kinywa changu, vile ambavyo unaongea kuhusu ndoa yako, kuhusu watoto wako, mwambie Mungu, naomba Mungu watoto wangu wapate kibali mbele zako na kwa wanadamu wengine. Naomba Mungu ndoa yangu ipate kibali. Naomba Mungu huduma yangu ipate kibali. Kuna watu ni waimbaji, bila kuwa na kibali utaimba sana tu lakini hautoki. Amen. Bila kuwa na kibali cha Mungu. Tena ukijiangalia unaimba kuliko hata Christina Shusho, lakini unajikuta uko pale pale, ukubaliki kabisa. Hata tu unakotoka ukubaliki. Sasa kama unakotoka ukubaliki, huko nje ndio utakubalika? Anza kukubalika hapa. Anza kueleweka hapa. Unapoimba utasema anaimba huyu. Amen, amen. Wale watu ndio wataanza kukutangaza kwa kusema fulani yupo kanisani kwetu anaimba. Lakini unaimba haukubaliki, una kibali. Amen. Anza kutafuta kibali. Mwambie Mungu, kwenye uimbaji wangu naomba kibali. Amina. Mwambie Baba, ninaposimama mbele za watu, kuna waimbaji wanaimba watu wanapona huko. Yaani kwa kuimba tu, anapoanza kuimba mtu anapona. Anapoabudu, kuna mtu alikuwa anaumwa pale anapona, anasimama naye anaanza kumwabudu Mungu. Ni kwa sababu ana kibali ndani yake ambacho kinamfanya yule mwingine apate uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kibali cha maombi, nitakiwa uombe. Ukiomba hicho kibali. Nikisoma tena habari za Esther. Esther alikuwa ni yatima ambaye alikuwa na wazazi, alilelewa na Mordekai. Aliingia kwenye jumba la kifalme. Mfalme alikuwa na mke ambaye anaitwa Vashti. Vashti alikosea. Mfalme aliandaa sherehe, lakini Vashti alikataa kutoka kwenye ile sherehe. Alipokataa, mfalme alighadhabika, akaamua mtimue. Alimwacha. Mfalme alimwacha Vashti ambaye alikuwa ni malkia. Ilikuwa ni kwa sababu Vashti atoke ili Esther aingie. Na Esther aliingia ni kwa kusudi. Kwa Vashti asingekosea na wala mfalme asingemwacha. Alafu ilikuwa ni kosa la kawaida. Mimi kuna muda nikisoma hiyo habari, yani ni kama mchungaji ananiambia naomba uwepo ili watu wakuone, waone uzuri. Vashti alikuwa ni mzuri wa sura. Mfalme alikuwa anajivunia, kwa alitaka watu wamuone. Lakini Vashti hakutokea. Lilikuwa ni kosa la kawaida, lilikuwa ni kosa la kuongea tu na kuweka sawa. Lakini mfalme alimfukuza. Ili tu Esther apate nafasi ya kuingia. Na Esther kweli alipoingia alipata kibali. Alianza kupata kibali kwa yule mtu ambaye alikuwa anawatunza mabinti. Walikaa miezi 12 ambao ni mwaka mmoja, alafu wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akachagua mabinti. Kwa sababu Esther alikuwa na kibali, mfalme alimuona. Walikuwa ni mabinti wengi, sio Esther tu. Lakini Esther aliangaliwa na alipendwa. Mfalme alimpenda Esther kuliko mabikira wote. Hicho ni kibali. Amen, amen, amen. Mnaweza mkaenda wengi kwenye kazi moja, mnatafuta kazi moja, lakini wewe ndio unapita. Jua wewe una kibali. Sio kwa akili zako, sio kwa nguvu zako, bali ni kibali ndio kilichokufanya mpaka uonekane. Kibali ni funguo, kinafungua kazi yako. Kibali ni funguo ambayo inafungua biashara yako. Kibali ni funguo inafungua watoto wako. Kibali ni funguo inafungua ndoa yako. Ni kibali. Bila kuwa na kibali, Mkristo ufanyi chochote. Kwa hiyo hata kama unataka ndoa, wewe ni kijana unataka ndoa, tafuta kwanza kibali. Mwambie Mungu, naomba kibali cha ndoa. Wangapi ambao wanaoana na harusi kubwa tu afu wanaachana? Ni wangapi? Usiombe tu kibali, Mungu naomba kibali nipate mume. Mungu naomba kibali nipate mke. Omba, mwambie Mungu, naomba kibali nipate mke. Tena sio mke tu, mke mwema. Amen, amen. Apate mke apata kitu chema. Baada ya kutenda jambo fulani. Baada ya kutenda jambo anapewa, anazawadiwa, ni kibali cha kuzawadiwa. Umefanya nini hadi Mungu akupe kibali? Kwa wewe Mkristo, hadi Mungu akupe ndoa nzuri, umemfanyia nini? Hadi Mungu akupe kazi nzuri, umemfanyia nini? Hadi Mungu akupe watoto wazuri ambao watakuwa na mafanikio, umemfanyia nini Mungu? Mungu anatoa pia kibali cha zawadi. Anapendeza tu na mtu, anamwachia baraka zake, anampa kibali. Kwa
matendo yake. Kanisani kwenye utoaji unakimbia. Basi hautoi. Basi chuma hata mboga za majani kampelekee mchungaji. Unafikiri sisi ndo watuli? Chukua kilo ya sukari, pelekee mchungaji. Kwako unakula nyama kilo, hebu kata wewe kilo, angalia familia ya mchungaji ina watu wangapi? Kilo ngapi zitawatosha? Nenda kakata hiyo kilo. Mchungaji ni atakuombea, ni balaa. Usifanye kwa sababu nimekwambia, fanya kwa sababu unasikia ndani. Kuna mtu mchungaji anaweza akawa yupo ndani hana hata 100. Anamuomba Mungu, Mungu naomba nipatie. Maana mchungaji muda mwingi anakuwa anakuombea ni wewe. Muda mwingi anabeba mzigo wako. Hebu naye beba mzigo wa mchungaji. Anza kufanya kazi, anza kutoa. Ila naye Mungu akupe. Unavyotoa na vile jinsi ambavyo Mungu anakupa. Lakini kama hutoi, hata Mungu hawezi kukupa. Anza kutoa mpendo. Laki kuna vitenge hata 6500. Chagua kile kitenge kizuri. Mwambie mama, nimekiona kitenge, nilikuwa napita, nimekiona kitenge. Unafikiri mama ataacha kuombea wewe? Unafikiri mama ataachia baraka zake? Na mama anapoachia baraka zake ni Mungu ndio. Tupate kufurahiwa, tupate kuhitajika. Tufanye nini au tutende nini? Jambo la kwanza ni kumcha Mungu. Ili uweze kupata kibali ni lazima umche Mungu. Bila kumcha Mungu huwezi kupata kibali. Kumcha Mungu ni kuwa mwaminifu. Kumcha Mungu ni kukataa uovu wote, viburi, jeuri, vyote, kuwa mnyenyekevu. Ni kumcha Mungu. Kuja kanisani hapa na kukaa sio kumcha Mungu. Ile tabia yako ya awali ambayo ulikuwa nayo umeacha. Zile dhambi ambazo unazitenda umeziacha, huko ndo kumcha Mungu. Narudia tena. Kumcha Mungu sio kuhudhuria ibada zote. Kuna mtu Jumatano yumo, Ijumaa yumo, Jumapili tena yeye ndo anaongoza sifa. Lakini akitoka hapa anajua anachoenda kukifanya. Huko sio kumcha Mungu. Kumcha Mungu sio kuja ibadani. Na kwenye kitabu cha Zaburi 25 na ule mstari wa 14 unasema siri za Bwana zipo kwao wamchao. Hadi upate siri za Bwana lazima umche Bwana. Kumcha Bwana ni kuwa mwaminifu kwa Mungu. Kumcha Bwana ni kuacha uovu, kuacha jeuri, kuwa mnyenyekevu. Huko ni kumcha Mungu. Na kuja ibadani. Wanasema ibada njema inaanzia nyumbani. Ibada njema inaanzia ndani ya moyo wako. Moyo wako upo tayari kupokea ibada? Unapokuja hapa ibadani, una kiu ya neno la Mungu? Mkristo anikufundisha kitu. Unapokuwa nyumbani, ikifika Jumapili, hebu anza kuombea neno, mwambie Mungu, leo unakuja unanifundisha nini? Anza kuombea atakayesimama. Mwambie Mungu, naomba neno ambalo atalifundisha liweze kuingia ndani yangu na niweze kulitumia. Kila neno ambalo linapita kila Jumapili au siku za kawaida, nitakiwa ulitumie. Hapa hatuje kupiga kelele. Ili neno ni kwa ajili yako wewe Mkristo. Inatakiwa utoke na neno la Mungu likusaidie. Kama leo unatoka na kibali, unapotoka mwambie Mungu naomba kibali. Yaani huko unakoenda nataka nipate kibali. Mwambie. Yeye ni baba yetu, anatusikia popote pale. Mungu yupo popote. Mithali sura ya 19 na ule mstari wa 23. Unasema, kumcha Bwana huelekea uhai. Atakaa ameshiba, hatajiliwa na ubaya. Kumcha Bwana. Kwa kumcha Bwana utapata ubaya. Kwa kumcha Bwana utapata maisha marefu. Kwa kumcha Bwana hutapata ubaya. Hutapata magonjwa kwa kumcha Bwana. Kwa kumcha Bwana unapata kibali cha kuishi miaka mingi. Kuishi miaka mingi ni kibali. Kuna watoto walikuwa wanazaliwa, anapozaliwa tupa na kufa hapo hapo. Kwa nini wewe mpaka leo upo? Swali lingine nitakiwa unajiuliza, kwa nini mimi nipo? Kwa nini mimi sikufa kama wengine waliokufa? Kuna watu wanapata ajali wanakufa, kwa nini wewe upo?
unapanda gari na unaenda salama na unarudi salama. Lakini kuna wengine wanapanda gari, wanaenda lakini hawarudi. Kuna watu wakiuma tu kichwa, akienda hospitali anakufa huko huko. Kwa nini wewe unauma kichwa nyumbani, ukaja tu maji na ukaendelea na shughuli zako, haujafa? Kwa nini? Nitakiwa ujiulize. Nitakiwa ujue mimi ni nani? Nafanya nini duniani? Kwa nini Mungu amekuacha muda wote huo? Jiulize, una miaka mingapi sasa hivi? Kwa nini Mungu amekuacha? Amekuacha ili umtumikie yeye. Yes. Amen. Nitaendelea na somo langu nzuri. Mpendwa, njoo umalizie. Maana tunamalizia mambo muhimu na kumalizia na faida, na pia kuna hasara. Ni hasara zipi ambazo utazikosa iwapo huna kibali? Karibu sana jioni, nitaendelea na somo langu. Na Bwana Yesu awatunze. Tuombe. Mtakatifu, nasema ni asante. Asante kwa neno lako hili, mwamba uzima. Jemedali wa vita, naomba fungua fahamu zao, mwamba uzima. Naomba usiwaache. Ili neno limekuja kwa kusudi Baba. Naomba uanze kuwatumia, mwamba uzima. Naomba kibali juu yao Baba.